Waarabu wanafanyaje? Wanaondoka. Zile ambazo zinaitwa hasira tumeziweka kwenye kifua chetu zitakuja kumshukia mtu hapa kwenye ligi. Ndio maana tuna wasiwasi. Leo si mmefurahia mmeungana Waarabu, lakini kesho pakipambazuka Waarabu wanaondoka, maisha yanaendelea. Tutabaki Waswahili wenzetu humu ndani, tutaelezana kilichowafanya leo mtoe meno ni kitu gani. Ni swala la muda tu. Kama kikombe mnataka mkibakisha kwa ajili ya tarehe 1. Yani tutaelezana leo ni kwa nini watu wamekenua leo. Kuna siku itafika tutaulizana ya maswali. Sababu leo si mmekuwa Waarabu wote mmefurahia. Waarabu wanasafiri kesho, wale wengine maisha yaendelea kesho. Tunabakia Waswahili hapa. Wadengeleko, Wazalamu, Wadigo tutabakia wenyewe. Tutalizungumza hili jambo kindani Kwa nini ulikenua? Tutaja kuulizana. Ni swala la muda tu. Kilichokuchekesha siku ni kitu gani? Tutaulizana inshallah. Tarehe 1 nyinyi ndio wenyeji wa mchezo. Kwanza nitumie fursa hii kutangaza. Maana nimeona sasa jambo hili tulifanye hivi tu. Tukitoka hapa tuna mechi ya kombe la CRB ambao tutacheza na Cosmopolitan. Baada ya hapo tuna mechi na Namungo, tutakuwa away. Baada ya hapo tuna mechi na JKT ambayo itakuwa nyumbani. Baada ya hapo tunakwenda kwenye Kariakoo Derby. Mechi hii ya Kariakoo Derby tarehe 1 mwezi wa 3 itafanyika hapa New Amani Complex. Tumekusanya alama 8 kwenye kundi hilo, lakini haijakuwa bahati. Tumeshindwa kupata pointi za kutosha kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo tumemshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo na niwapongeze sana wachezaji wetu, wamejituma sana, wamejitoa sana leo, wamefanya kile ambacho tuliwaagiza wanayanga wakifanye. Wamefunga magoli mengi, magoli 3 siku ya leo, lakini magoli hayo hayakutosha kwa sababu mechi nyingine imemalizika bila. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, sasa mipango inahamia kwenye mashindano mengine. Ali, nimeona baada ya mchezo kumalizika mashabiki hata hapa sasa hivi kuwasikiliza wanapiga makofi. Ni kama wanakubaliana au wanalizishwa na kile ambacho mlikifanya. Hii inasababishwa na ile kauli ambayo wakati kundi limetoka watu wakasema mmepanga kwenye umoja wa Arabu. Kwamba shughuli yenu ishaishia hapo, watu wakasema maneno mengi. Lakini kile ambacho kilikuja kutokea ni kama mmewa surprise watu kiwango bora hata katika mchezo huu ambao tumeona. Ndio maana wanasema wanayanga wote leo kitazama tumekuwa disappointed kidogo kwa sababu hatuja qualify, lakini performance ya timu kutoka makundi yameanza mpaka mechi ya mwisho leo tumeridhishwa nayo. Timu imepambana sana, hata mechi ya leo umeona players wametoa 100% ya ubora wao, uwezo wao kuweza kutogea furaha, lakini ilikuwa haipo kwenye mamlaka yetu kwa sababu kuna mechi nyingine ambazo tulikuwa tunaisubiri. Mechi hii ya Kariakoo Derby tarehe 1 mwezi wa 3 itafanyika hapa New Amani Complex. Haitafanyika Benjamin Mkapa. Kariakoo Derby tarehe 1 mwezi wa 3 mtakuja Guantanamo kutueleza haya meno mlioyatoa leo mliyatoa kwa sababu gani. Kwa hiyo tunzeni tu hii. Hiyo ni confirmed. Kwa mimi uniamini. Mimi nakuamini sana. Tarehe 1 mwezi wa 3 Kariakoo Derby itapigwa Guantanamo Bay. Sio kule ambako mmekuzoea. Si mmemaliza kule nyewe mmefurahi. Sisi tumemaliza hapa leo. Tutakutana tarehe 1 mwezi wa 3. Yaani baada ya kuondoka leo hapa tutakutana tarehe 1 mwezi wa 3 Guantanamo Bay. Hali kinakupa uhakika ni kuwafunga mara 6 mfululizo. Hayo mambo muda wake haujafika. Nimekupa ratiba tu. Simpa ratiba huyo. Kwamba tarehe 1 mwezi wa 3 Kariakoo Derby itapigwa Zanzibar Guantanamo Bay. Walichokipitia JS Kabylie na nyie mtakuja kukiona kwa macho yenu. Ni swala la muda tu. Leo si nafurahi. Wenyewe walikuwa wanasema wana aura. Wenyewe walikuwa wanasema wana aura. Atakuja Guantanamo, kuna shida. Mwingine nani? Mwingine yuko Chama Isbah. Atakuja Guantanamo, hakuna shida. Kuna mwingine? Libase Gwe. Atakuja Guantanamo. Hakuna shida. Atakuja hapa tutaona anavyopiga. Hamna shida. Si tarehe 1 mwezi wa 3? Si mechi imekuja Zanzibar? Karibuni inshallah. Mzize bana alipata majeraha kwenye mazoezi ya mwisho na mwalimu akasema hakuna haja ya kumriski. Maana ametoka kwenye majeruhi alafu tena kajitonesha kidogo. Tukimforce acheze maana yake jeraha linaweza likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo tumemtoa kwenye mipango ya leo. Kesho atakuwa kwa madaktari kuangaliwa check up tena, alafu tutapa taarifa kama ni jeraha la kawaida au ni jeraha kubwa ambalo amelipata. Lakini profesa bana huyu anauliza maswali ya msingi. Nimeshauri kuuliza hali ya Pacome. Pacome ameumia bega na tumezungumza naye hapo ndani, lakini hajapata shida kubwa. Sio shida kubwa kama bega labda, hapana, ni shida tu ya kawaida. Mwenyezi Mungu atamjalia kheri, maana yake tutakutana naye tena Guantanamo tukija. Dabi yupo hiyo. Dabi kutoka leo si bado wiki 2. Tutamkuta pia na yeye. Si mmesema Pacome ni mzee?
Tutamkuta hapa tarehe 1 mwezi wa 3, hakuna shida. Na alipotoka hali ikaonekana kama Yanga ile kwaya hiyo. Hatujapwaya, Pacome katoka, tunaongoza 1-0, wameingia wengine, tumefunga magoli mawili, tumeshatu bila. Kwa kila mtu ana mchango wake kwenye Yanga. Hakuna ambaye timu inamtegemea. Kila ambaye ameingia kachangia, Boka ameingia kafunga. Kwa kila mtu ameweka jasho lake. Pacome kapambana kwa upande wake na wengine wamepambana pia, tumepata matokeo mazuri. Lakini alhamdulillah tumepata goli 3 leo kwa JS Kabylie. Si jambo dogo Pata 3 kwa JS, lakini ndo umoja wa Arabu nyewe huu. Sisi watu kuamini kabisa wala. Umeona kitu gani? Hawaelewi. Tafu sana hapa bana, wewe ungefunga. Sababu sio mtu wa kumwona. Ali Nasikia kuna mmoja yuko naenda na kuskoa fokarudi. Ali yani ndio baki Arabu nilitumia. Ni mfunge. Wewe baki Arabu. Wamefanya fair, wameachia. Kile mmoja wa Arabu umeamua jambo lao. Ndio maana nawaambia, hii furaha leo hiyo ni furaha ya Waarabu. Waswahili wenzetu mnaofurahia, tunabakia wenyewe uje kwenye ligi hapa. Tutaulizana haya maswali hapa. Ndio. Tuombeni dua inshallah.